عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الكرام المسلمون، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama baada, hii ni channel yenu pendwa inaorusha mambo yote kuhusiana na mambo ya dini ambao ni si nyingine ya Muhammad Online Islamic TV, ili uweze kujifunza dini yako. Mbele hapa ni Sheikh Muhammad bin Muhammad Rashid Al-Yafi. Niko hapa mbele yenu leo ili niweze kukufundisheni kuhusiana na tahara. Tahara maana yake ni usafi. Kuzielekea ibada zote zile inabidi uwe msafi. Na usafi unaanzia kwenye huu mwili huu, inabidi uwe msafi mno. Bila kupoteza muda, kutokana na mada ya leo usafi, nitaongelea najis na hadathi. Najisi ni uchafu wa kisheria. Na najis ni uchafu wa kisheria ambao umegawanyika katika sehemu kuu tatu, ambao ni najis kubwa, najis ya kati na kati na najis ndogo. Najis kubwa ni mbwa na nguruwe. Najis ya kati na kati. Najis ya kati na kati ni kitu kimoja tu. Ni mkojo wa mtoto mdogo ambao hajatimiza miaka miwili na hajala kitu chochote isipokuwa maziwa ya mama yake. Uwe umegawanyika katika najisi yake ambao ni najisi ya kati na kati. Najisi nyingine ni najisi ndogo. Najisi ndogo ni vile vyote vilivyobakia, yani mkojo wa mtoto wa kike, si haja kubwa, haja ndogo, si matapishi, si kinyesi, zote ni najisi ndogo. Kutawarisha kutokana na najisi hizo, tunaanza na najisi kubwa. Najisi kubwa ama najisi nzito. Hii najisi hutawarishwa kwa kumwagia maji mara 7 sehemu iliyo najisika, mara 1 kwa mchanga. Najisi ya kati na kati ama najisi hafifu, uhafifu wake umekuja katika kuitawarisha. Utawarishwa najisi ya kati na kati utawarishwa kwa kumwagia maji sehemu iliyo najisika bila kusugua. Lakini najisi ndogo kujitawarisha kwake au kuitawarisha sehemu iliyo najisika ni kwa kumwagia maji sehemu iliyo najisika na kwa kusugua. Inabidi usugue hadi harufu, ladha na rangi iondoke. Kwa jambo la najisi nitakuwa nimemaliza. Kwa wale ambao hawajaelewa watanifuata sehemu ya mawasiliano ambao ni Muhammad Online Islamic TV @gmail.com. Kwa sasa hivi naingia katika jambo la pili ambao ni hadathi. Hadathi pia imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Al-hadathi al-ashar, hadathi ndogo, wa hadathi al-akbar, na hadathi kubwa. Bila kupoteza muda nitaanza kuelezea hadathi al-ashar, hadathi ndogo. Hadathi ndogo ni mambo yote yale ambayo yanamfanya mtu yakimkuta inabidi atie udhu. Mfano wa mambo, mtu ameenda chooni kupata haja ndogo, haja kubwa, mtu ametoa upepo, inabidi atie udhu. Inabidi atie udhu ili ajitoarishe kutokana na hadathi al-ashar ama hadathi ndogo. Kwa hiyo kujitoarisha kutokana na hadathi al-ashar ni kwa kutia udhu. Tunaingia katika hadathi al-akbar, hadathi kubwa. Hadathi kubwa ni uchafu wa kisheria pia, ambao ni mambo yote ambayo yatamfanya mtu yakimkuta inabidi aoge josho. Josho sio uogaji wa kawaida tunaooga Waislamu sasa hivi. Josho ni kitu kikubwa mno, na katika hotuba zangu za baadaye insha Allah nitaongelea sharti nguzo za josho. Yale mambo yanayompeleka hadathi al-akbar. Mfano hadathi al-akbar, yani hadathi kubwa, mfano wake ni janaba, hedhi na nifasi. Hiyo ni mifano ya hadathi al-akbar, hadathi kubwa.
kujitoharisha kutokana na hadathi hiyo ni kwa kuoga josho. Masharti ya kuoga josho: katika mwili inabidi uwe mweupe, usio na viziwizi. Si umevaa saa hii, vua saa kama hii, haitakiwi. Si umevaa miwani, vua, ndo unaoga josho. Kingine, sharti ya pili ni mwili mzima, maji yasambae mwili mzima. Kwa leo nitakuwa nimemaliza kwa hadathi na najis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika nabiyyika rasulil nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman adada ma ahata bihi ilmu wa qatta bihi qalamu wa ahsahu kitabuk. رضي اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.